Miaka 7 ndani ya ndoa, lakini moyoni nilihisi kana kwamba nimeishi karne nzima. Naitwa Davis, mume wa Miriam, baba wa watoto wawili, na mtu wa familia mbele ya macho ya watu. Lakini nyuma ya tabasamu langu, kulikuwa na kivuli kizito cha huzuni, hali ngumu ya maisha na ukimya usiovunjika chumbani. Mapenzi kati yetu yalishakufa zamani. Tuliishi kama washirika wa nyumba, si wapenzi tena. Miriam alikuwa mjamzito wa mara ya pili tulipoanza kupotezana. Hakuwa tena yule mwanamke niliyekutana naye chuoni aliyekuwa na ndoto, tamaa na moto wa mapenzi. Aligeuka kuwa mama, mlezi na mpiganaji wa familia. Na mimi niliingia kwenye hali ya mwanamume aliyeshindwa. Kazi yangu ya uhasibu haikutosha kugharamia maisha. Mwezi ukifika katikati, pesa zinakuwa historia. Miriam akaanza kulalamika, akibadilika. Si vibaya, bali alikuwa amechoka. Hakuwa na muda wa kunisikia, na mimi sikuwa na cha kusema zaidi ya kuomba msamaha kila mara. Tulikosa kila kitu: pesa, amani na hatimaye hata mahaba. Ndipo alipokuja Yasmin. Nilikutana naye kwenye duka la vifaa vya ujenzi. Nilikuwa natafuta misumari na saruji kwa bei nafuu. Alikuwa kasimama kando yangu, akisubiri kupakiziwa bidhaa zake. Simu yake ilianguka chini, nikaichukua. Macho yetu yalipokutana kwa mara ya kwanza, kulikuwa na kimya kilichozidi kelele zote za pale dukani. Tukaongea, tukacheka, kisha tukaagana kwa ahadi ya kuonana tena. Ilianza kama msaada. Aliniita nimsaidie kutengeneza makazi aliyokuwa anayapangisha. Akaniambia, nitakulipa vizuri. Unajua maisha si lazima yawe magumu kila siku. Nilihitaji kazi, nilihitaji pesa, lakini pia nilihitaji mtu wa kuniona macho kwa macho, moyo kwa moyo. Yasmin alikuja wakati nimesambaratika. Hakuwa tu mrembo, bali alikuwa na hela, mali, utulivu na moyo uliojaa historia ya maumivu. Miezi kadhaa kabla ya kunijua, alikuwa ametoka kwenye uhusiano mbaya, jamaa aliyemchinja moyo wake na kumvunja kabisa. Akaapa hatapenda tena, lakini alitamani kusaidia watu wenye machungu kama aliyoyapitia. Mimi nikawa mmoja wao. Alinipa kazi, akanipa muda wake, na bila kujua akanipa sehemu ya moyo wake pia. Uhusiano wetu ulizidi kazi. Tuliingia kwenye vicheko, vibusu vya haraka na siku za kupumua mbali na msongamano wa maisha. Nilianza kupata fedha, nikawa napata pesa za kutuma nyumbani. Miriam alianza kutulia, akadhani mambo yameanza kuwa sawa, lakini hakuweza kuelewa ni kwa nini sasa nilikuwa na tabasamu zaidi ya kawaida. Mimi nilijua, na roho yangu nayo ilijua kuwa nilikuwa na deni kubwa sana kwa Yasmin, kwa Miriam na kwa nafsi yangu. Nilianza kuwa mtu wa kutegemewa nyumbani tena. Miriam alipoona mabadiliko kwenye meza ya chakula, kwenye maduka ya watoto na hata mavazi yangu kazini, alianza kutulia. Hakuniuliza maswali mengi mwanzoni, labda kwa sababu naye alikuwa amechoka kuuliza bila kupata majibu kwa miaka mingi. Sikuwa na maneno, lakini nilikuwa na matendo. Na matendo yangu yaliongea zaidi ya nilivyotamani. Kila nilipokuwa na Yasmin, nilihisi tena kuwa mwanaume. Alinipa nafasi ya kujieleza. Alinicheka hata nikiwa si mcheshi. Aliniuliza ndoto zangu na hakunitazama kama mtu aliyeshindwa. Aliniamini. Na zaidi ya yote, aliniamini kiasi cha kuniweka kwenye biashara zake. Akaniambia, Davis, nataka usiendelee kuwa mtu wa mikono tu. Nataka uanze kufikiria kama mmiliki. Tulianza mradi wa vifaa vya ujenzi. Akanikabidhi duka lake moja. Mwezi wa kwanza, nilipata faida ya $500,000. Niliponunua nguo mpya na kumpa Miriam hela ya saluni kwa mara ya kwanza baada ya miaka, alinitazama na kusema, umebadilika. Kuna kitu kimebadilika, lakini sitaki kujua. Endelea tu kuwa hivi. Maneno hayo yalinigonga kama baridi kali. Kwa nini hakutaka kujua? Alikuwa tayari amekubali kubadilika kwa maisha yetu bila kuuliza gharama. Lakini ndani yangu kulikuwa na mgongano mkubwa. Wakati Miriam anafurahia utulivu na heshima niliyokuwa narudisha nyumbani, Yasmin alikuwa anazidi kuingia ndani ya moyo wangu. Tulianza kulala pamoja. Mapenzi yetu yalikuwa tofauti, hayakuwa ya tamaa tu, yalikuwa ya kiroho pia. Aliniambia, ulinikuta nikiwa nimevunjika, lakini hata katika hali yako mbaya, ulinipa amani. Nimekupa kila kitu nilicho nacho Davis, hata moyo wangu. Siku moja, nilijikuta nikilia. Kila mtu alimwona Davis mpya, mwenye pesa, mwenye tabasamu, lakini hawakujua chanzo cha hayo yote kilikuwa dhambi niliyoificha ndani ya maisha yangu ya ndoa. Wakati mwingine usaliti hauji kwa tamaa, huja kwa mapungufu ya muda mrefu yasiyotibiwa, huzuni inayojificha chini ya busara na ukimya. Siku zilisonga. Yasmin akawa sehemu ya maisha yangu kama jua la asubuhi. Siwezi kusema kila mtu analiona, lakini unalijua lipo. Alinilea kiume, alinifundisha biashara, kuniwekea fedha benki kwa jina langu, kunijengea kujiamini, na zaidi ya yote alinipenda pasipo masharti. Lakini mapenzi, hata yale ya siri, hayafichiki milele. Miriam alianza kuhisi vitu. Alianza kunitazama kwa macho ambayo sikuwa nimeyazoea kwa muda mrefu. Macho ya mwanamke anayehisi kuwa moyo wa mumewe
hauko pale tena. Alianza kuuliza maswali madogo. Leo ulifanya kazi hadi saa ngapi? Huyo mteja wa mwanamke unayemtaja kila siku ni nani? Kwani simu yako inazima tu kila usiku hivi? Nilidanganya mara nyingi, na kila nilipodanganya, Miriam hakulalamika, lakini alinyamaza kwa njia ya kuumiza zaidi kuliko hata matusi. Ukimya wake uliniua kwa ndani. Lakini upande wa Yasmin, mambo yalizidi kuwa ya moto. Tulianza kusafiri pamoja. Nilipanda ndege kwa mara ya kwanza maishani mwangu. Tulikwenda Mombasa kwa wiki moja ya biashara na mapumziko. Nilijua si sawa, lakini moyo wangu ulikuwa katika mgongano. Nilifurahia maisha ambayo sikuwahi kuyafikiria ningeyapitia, lakini sikuwahi kuacha kuhisi hatia. Siku moja, tulikuwa tumelala kitandani, Yasmin akiwa kifuani kwangu. Aliniambia kwa sauti ya upole, "Davis, najua una mke, na najua hataweza kunipenda kama nilivyokupenda. Lakini naomba jambo moja tu, usiwe mtu wa kuniacha tu kama wengine." Nilitoka kwenye machungu makubwa sana. Usiwe sehemu ya maumivu yangu mengine. Nilihisi shoti ya umeme kwenye roho. Huyo ndiye mwanamke niliyemkuta akiwa na historia ya mateso ya mapenzi. Hakuwa ananipenda kwa sababu ya kile nilichokuwa nacho, bali kwa jinsi nilivyomwangalia, jinsi nilivyomsikiliza, jinsi nilivyomfanya amini tena kuwa mapenzi yanaweza kuwa salama. Ndoa yangu ilikuwa inapata amani, lakini upendo wangu ulikuwa umejificha mahali pengine. Wakati Miriam aliponiambia, "Nimekuwa nikikuangalia, Davis, na sipendi kile ninachokiona. Kuna mtu mwingine, sio?" Sikujibu. Niliinamisha macho, nikasema tu, "Naomba usiniulize hilo sasa." Miriam alianza kubadilika taratibu, kama vile mwanamke aliyekuwa usingizini. Sasa aliamka na kuanza kuuona ulimwengu tofauti. Alianza kuniangalia kwa heshima tena, akizungumza kwa sauti ya upole, akicheka hata na mzaha wa kawaida tu. Ilikuwa kama mtu aliyepoteza kitu muhimu, na sasa anajaribu kukirudisha kabla hakijapotea kabisa. Siku moja tulipokuwa tumeketi sebuleni baada ya chakula cha jioni, aliniangalia kwa macho yaliyotulia akasema, "Davis, kuna jambo nimekuwa nikijiuliza kwa muda mrefu, na leo nataka nikueleze." Nilimkodolea macho kwa tahadhari, moyo ukinidunda taratibu. Akavuta pumzi ndefu, kisha akaendelea, "Najua nilikukosea. Nilikuweka kwenye kona ya maisha kwa sababu haukuwa na kitu. Nilikuona kama mzigo, si mshirika. Sikuwa mke mwema kwa kipindi kirefu sana. Naomba unisamehe. Naomba nikuombe msamaha kwa machozi yote niliyokusababisha kuyaona kimoyomoyo." Kimya kilitanda kati yetu kwa sekunde chache. Hakuna kitu kilichonigusa kama hicho. Sauti ya mke wangu ikiniomba msamaha, si kwa kosa la kawaida, bali kwa kile kilichoniumiza kwa muda mrefu, kutokuthaminiwa. Sikuweza kujizuia, nikamkumbatia taratibu. Nikasema tu, "Msamaha. Asante kwa kusema hivyo. Hata hujui umeondoa mzigo gani moyoni mwangu." Lakini moyoni, nilijua bado kuna upande mwingine wa maisha yangu uliokuwa umeota mizizi, na upande huo ulikuwa na jina moja tu, mstari wa Yasmin. Wakati Miriam anaanza kujifunza upya jinsi ya kuwa mke, Yasmin alizidi kuwa mpenzi wa ndoto. Sikujua kama dunia ilikuwa inajaribu kunirudishia upendo kwa njia isiyo halali, au ilikuwa ni zawadi ya muda tu kabla ya hukumu. Yasmin alinifungulia milango ambayo hata sikuwahi kuota ningeipitia. Siku moja tulipokuwa kwenye kiwanja alichonunua pembezoni mwa jiji, alinishika mkono na kusema, "Hii ardhi ni yako. Takujengea nyumba hapa, ghorofa ya kisasa. Huwezi kuendelea kupanga milele, Davis. Hata kama dunia haikukubali mwanzo, mimi nakukubali sasa." Nilijaribu kukataa, lakini macho yake yaliweka neno la mwisho. "Ulinipa moyo wako wakati nilikuwa nimeshindwa kuupata kwa mtu mwingine yoyote. Hili si deni, ni shukrani." Mwezi uliofuata, ujenzi ulianza. Ghorofa la kisasa, vyumba 4, jiko la kisasa, balkoni yenye muonekano wa jiji. Ilikuwa ndoto inayoishi katika hali halisi. Nilijikuta nikiwa katikati ya dunia mbili, mmoja wa damu, ndoa na familia, mwingine wa rehema, msaada na mapenzi halisi yaliyokuja wakati nimesambaratika. Na sasa, huku Miriam akianza kujifunza tena kunipenda, huku Yasmin akinijengea maisha mapya. Miriam alijua kuwa hatuwezi kurudi nyuma. Alijua kuwa wakati wetu pamoja kama familia ulikuwa umejaa maumivu ya muda mrefu, lakini alijua pia kuwa upendo hauwezi kujengwa tu kwa fedha, na majina upendo una nguvu ya kutengeneza upya, hata pale ambapo hakukuwa na imani. Alipoona kuwa sikumwambia kila kitu, alijua kuwa ilikuwa ni wakati wa yeye kufanya maamuzi ya kishetani kuhusu mustakabali wetu. Alianza kusema kwa sauti ya utulivu, lakini mwenye nguvu, "Davis, najua kuna kitu kinachoendelea. Hatuwezi kujifanya kuwa kila kitu kiko sawa. Sijawahi kuwa na nafasi ya kuelewa kile kilichokuza hisia zako kwa Yasmin, lakini najua kuwa mimi ni mke wako. Ninahitaji kujua ukweli, kwa kuwa mimi ni sehemu ya maisha yako pia. Sitaki tu kuishi nikiwa na dhana ya mtu mwingine. Nitahitaji kuchukua hatua mwenyewe ili tuwe na maelewano." Miriam aliketi mbele yangu, macho yake yakiwa wazi na ya kisiri. Sikuwa na cha kusema. Hali yangu ilijawa na dhiki kubwa.
na najua kuwa kila neno langu lingelijenga au kuharibu kile kilichokuwa kikiendelea kati yetu. Lakini Miriam alikuwa tayari. Alijua kuwa tusifanye maamuzi kwa uhasira. Alijua kuwa pengine ni wakati wa kuachia nafsi zetu kuwa huru. Nilimchukua mkono, nikasema kwa sauti ya unyenyekevu, Miriam, nashukuru kwa kunipa nafasi hii. Ninajua kuwa mimi ni mume wako, lakini ni mtu pia. Na kwa upande wangu, upendo wangu kwa Yasmin hauwezi kufichwa. Lakini tafadhali, twende pamoja kwenye hili, kwenda kwa hatua moja kwa wakati, kutengeneza njia yetu ya kipekee. Hakuna kitu kikubwa zaidi kuliko familia yetu na umoja wetu, lakini najua kuwa upendo unakuja kwa namna ambazo hata sikufikiria kabla. Miriam aliketi kimya kwa sekunde kadhaa, akichukua kila neno na kila hisia. Niliona macho yake yakijaa machozi, lakini ilikuwa ni machozi ya aina tofauti. Hakuonyesha huzuni, bali alionyesha huruma na kujitolea. Alijua kuwa hatuwezi kubaki wapenzi wa kawaida, lakini tunahitaji kuwa na nafasi ya kutengeneza maisha yetu kwa njia ambayo inaweza kuleta furaha kwa wote. Davis aliongea kwa sauti nyororo. Nimekuwa nikijaribu kuficha ukweli kwa muda mrefu. Nilijua kuwa tulikuwa tunajificha chini ya kivuli cha migogoro na ukosefu wa fedha, lakini sasa nashukuru kwamba umeleta ukweli mbele yangu. Ningependa kuwa sehemu ya njia hii. Ningependa tusameheane na tutengeneze njia ya upendo wa kweli, upendo wa pamoja. Katika hali hii, Miriam alikubali kile kilichokuwa kikiendelea. Alijua kuwa Yasmin alikuwa sehemu ya maisha yetu. Alijua kuwa kama tunataka kuendelea, ni lazima tufanye kazi ya pamoja kama familia. Ilikuwa si rahisi kwa yeye kukubali, lakini alijua kuwa upendo unahitaji ujasiri na mabadiliko ya kipekee. Siku moja, Yasmin alikupigia simu Miriam. Kilio kilikuwapo kwenye sauti yake, lakini pia kulikuwa na utulivu wa mtu aliyekuwa na maelezo muhimu ya kusema. Alijua kuwa sasa ilikuwa ni wakati wa kutenda. Yasmin alisema kwa sauti ya kutulia, Miriam, nataka kusema asante kwa kukubaliana na ukweli wa hali yetu. Najua kwamba si rahisi, lakini tunahitaji kuzungumza kama wanawake na kama wapenzi. Najua tunao upendo mkubwa wa kipekee, na sisi sote tuna haki ya kuishi kwa furaha, hata kama ni kwa njia inayotofautiana. Tafadhali, tukutane. Nataka tuzungumze, tutafakari pamoja na kujua njia ya kutoka hapa. Miriam alijua kuwa ilikuwa ni wakati wa kuchukua hatua kubwa. Alijua kuwa mazungumzo kati yao yangekuwa magumu, lakini aliweza kuona kuwa Yasmin alitaka kuwa sehemu ya njia hii ya ajabu. Aliamua kukubaliana. Walikubaliana kukutana sehemu ya faragha. Wangezungumza kwa wazi, bila kuogopa, na kuafikiana juu ya maamuzi yao na juu ya kile ambacho kingeweza kuwa mustakabali wa maisha yao. Kwa muda mrefu, Miriam alijua kuwa maamuzi yaliyo mbele yake yangelijenga au kuharibu maisha yao. Alikuwa amekubali ukweli wa hali ya Davis na Yasmin, lakini sasa alijua kuwa ilikuwa ni wakati wa kuchukua hatua inayoweza kuwa na athari kubwa kwa familia yao, lakini pia kwa wao kama wanawake na wapenzi wa kweli. Wakati wa kukutana ulikuwa umefika. Yasmin alikubaliana na Miriam kuwa waonane katika hoteli moja ya kifahari, sehemu isiyojulikana kwa wengi. Walikuwa wamezungumza kwa simu kwa muda mrefu, lakini leo ilikuwa ni mara ya kwanza kukutana uso kwa uso. Ilikuwa ni mazungumzo ambayo yangeamua hatima ya maisha yao, na kila mmoja alijua kuwa hii ilikuwa ni nafasi ya mwisho. Miriam alifika mapema, akiwa na wasiwasi. Alijua kuwa kama wangeweza kuelewana, basi upendo wao unaweza kuzaa matunda ya kipekee, lakini kama hawangeweza, basi ingekuwa ni mwisho wa yote. Yasmin alifika baada ya dakika chache. Alikuwa na tabasamu kidogo, lakini macho yake yalionyesha huzuni na shauku. Wote waliketi meza moja kimya kwa sekunde chache. Yasmin alikata kimya kwa sauti ya utulivu, Miriam, najua hii si rahisi kwetu sote. Nilijua tangu mwanzo kuwa Davis alikuwa na familia, lakini pia nilijua kuwa mimi nilikuwa sehemu ya maisha yake. Najua kuwa huwezi kukubali kwa haraka, lakini mimi ninapenda maisha yangu, na ninapenda Davis. Hivyo basi, ningependa kuzungumza na wewe. Hatuwezi kubaki nyuma kwa woga wa kile tunachokiona au tunachohisi. Tunahitaji kutafuta suluhu. Miriam alikunyanyua macho yake na kumtazama Yasmin kwa muda. Alikuwa akichanganua kila neno, kila sauti, na kila hisia iliyozungumzwa. Alijua kuwa nafasi hii ilikuwa ni muhimu kwa maisha yao yote. Aliangalia Yasmin kwa jicho la huruma, lakini pia kwa jicho la mtu anayejua kuwa upendo haujui mipaka. Alijua kuwa alishapitia maumivu makubwa sana, na alikuwa tayari kupigania furaha yake. Yasmin, Miriam alisema kwa sauti tulivu, najua kuna upendo kati yako na Davis. Najua kwamba mimi sina njia ya kumzuia kuwa na wewe, lakini mimi pia ni mke wake, na najua kuwa nadhulumiwa na wazo la kutokupata nafasi kamili. Nimekuwa nikifanya kila kitu kumshikilia, lakini sasa ninajua kuwa siwezi kumkalia kwa hofu. Kama kweli upendo huu ni wa kweli, basi tutahitaji kuwa na imani ya pamoja, si kwa sababu ya fedha, si kwa sababu ya kuepuka matatizo, bali kwa sababu ya kujenga familia mpya ya kipekee.
Miriam alizungumza kwa sauti yenye nguvu, lakini alijua kuwa jambo hili halikuwa rahisi. Yasmin alikubaliana na Miriam, akijua kuwa kama wangeweza kuwa na uhusiano wa kweli, basi itahitaji kuheshimiana, kupendana na kutafuta njia ya pamoja. Aliendelea kusema kwa sauti ya kuaminika, Miriam, sina nia ya kumkosesha furaha yako, lakini najua kuwa upendo wa kweli hauwezi kufichwa. Kama ninyi wawili mtaweza kuwa na furaha pamoja, mimi sitaki kuwa kikwazo. Nitahakikisha kuwa upendo huu unakuwa kwa njia yenye afya na heshima, hata kama ni kwa njia mpya. Najua kila mmoja wetu ana haki ya kuwa na furaha, na ikiwa tutakuwa na upendo wa kweli, basi tutakuwa na maisha bora. Kimya kilitanda kwa sekunde kadhaa, na walijua kuwa walikuwa wanagundua ukweli wa ajabu. Walijua kuwa maisha yao yalikuwa yamejengwa katika msingi wa kuaminiana, heshima na kujenga upendo wa kweli, na ikiwa wangeweza kuwa na maisha hayo, basi ingekuwa ni hatua ya maana kwa familia yao. Sehemu hii ilionyesha mabadiliko ya ajabu kwa wote watatu. Miriam alijua kuwa hakuwa tena na hamu ya kumfanya Davis kuwa wake tu. Yasmin alijua kuwa alikuwa tayari kukubali nafasi yake, na sasa walijua kuwa waliweza kuwa pamoja kwa njia ya kipekee. Ulimwengu ulikuwa umewaacha Davis, Miriam na Yasmin wakizunguka kwenye maamuzi magumu, lakini mwishowe walikuwa wamepata ufumbuzi wa kipekee. Sehemu ya mwisho ya hadithi hii ilikuja kuwa ya ajabu, ya furaha, upendo na mabadiliko ya kipekee. Hatima yao ilikuwa imejaa upendo wa kweli, bila vizuizi vya zamani. Davis alifungua milango ya ghorofa yake mpya aliyoijengea kwa kujitahidi na mapenzi ya kweli. Ghorofa hiyo ilikuwa ni alama ya mabadiliko makubwa maishani mwake, kutoka kwenye giza la maisha ya kimaisha na kifedha hadi kwenye nuru ya upendo, amani na mafanikio. Aliitengeneza iwe kama nyumba yao ya ndoto, na sasa ilikuwa ni mahali ambapo kila mmoja alijua kuwa ana nafasi ya kujitambua na kuwa na furaha. Miriam aliingia ndani, akiona kila kitu kilivyokuwa kimejengwa kwa ustadi na uangalifu. Aliangalia kila kona, kila chumba kilivyojaa utulivu. Aliangalia Davis kwa macho ya upendo, akijua kuwa hatima yao ilikuwa imepangwa kwa namna ya kipekee. Alijua kuwa wangeweza kuwa na furaha katika nyumba hii, nyumba ambayo ingekuwa na maisha ya upendo na kujali kwa kila mmoja wao. Davis, huu ni ushindi wa kweli. Hatua hii ina maana kubwa kwetu. Tumejenga familia yetu kwa njia mpya, kwa upendo wa kweli, Miriam alisema kwa sauti ya furaha, huku akimkumbatia mumewe. Alikuwa na furaha isiyo na kifani, kwa sababu alijua kuwa walikuwa wamepata kile walichokuwa wakikitafuta kwa muda mrefu: moja, upendo na utulivu wa kweli. Yasmin aliketi kwenye sofa, akitazama mandhari ya ghorofa hiyo kwa furaha. Alijua kuwa maisha yake yalikuwa yametoka kwenye kivuli cha maumivu hadi kwenye mwanga wa matumaini. Aliangalia Miriam na Davis, na alijua kuwa ilikuwa ni hatua kubwa kwao, si tu kwa maisha yao, bali pia kwa upendo wao. Miriam, Davis, napenda hii. Napenda kila kitu kilichotufikisha hapa. Ni furaha yangu kubwa kuwa sehemu ya maisha yako. Upendo huu hauna kipimo, na ninajua hivi ndivyo tulivyokuwa tumetakiwa kuwa tukiwa wamoja, Yasmin alisema kwa sauti ya upendo, akitabasamu kwa furaha. Maisha yao yalianza kuwa ya ajabu. Kila siku walifurahi kwa mambo madogo madogo: kicheko cha watoto wao, milo ya pamoja na usiku wa familia uliojaa mapenzi. Walijua kuwa walikuwa na familia ya kipekee inayojivunia umoja wake na nafasi yao ya kuwa na furaha. Kwa miezi michache baadaye, Yasmin alijua kuwa maisha yake yamepata mabadiliko makubwa. Aligundua kuwa alikuwa na mimba, na hii ilikuwa ni habari nzuri kwa wote. Miriam alifurahi sana kwa sababu alijua kuwa mtoto huyo alikuwemo katika familia yao ya kipekee. Davis, Miriam, Yasmin alisema kwa furaha wakati alipojua. Nashukuru kwa yote mnayofanya kwa ajili yangu. Nitakuwa mama na nitalea mtoto wetu kwa upendo mkubwa. Hii ni nafasi yangu ya kuwa sehemu ya familia hii. Davis alikusanyika karibu, akimshika mkono Yasmin, huku akisema kwa sauti ya furaha, hii ni hatua kubwa Yasmin. Tunajivunia kuwa na wewe. Utakuwa mama bora na tutamlea mtoto wetu kwa mapenzi. Na walivyoishi, walijivunia maisha yao ya pamoja. Walikuwa familia tatu, lakini kwa namna moja au nyingine walikuwa wamoja. Upendo wao ulijivunia umoja, kuvumiliana na kuheshimiana. Walijua kuwa sasa walikuwa na nafasi ya kuwa na furaha, kuishi kwa upendo wa kweli na kujenga maisha ambayo yatakuwa na maana. Jioni moja, walilala pamoja kwenye chumba kimoja, Davis, Miriam na Yasmin. Kulikuwa na utulivu wa kipekee, na kama familia, walijua kuwa walikuwa wametoka kwenye mzunguko wa maisha ya kupambana na matatizo hadi kwenye mapenzi ya kweli na familia yenye furaha. Yasmin alijua kuwa mimba yake ilikuwa ni mwanzo wa maisha mapya kwao sote. Tutakuwa na furaha daima, Yasmin alijibu kwa furaha na amani, akijua kuwa upendo wao wa pamoja ungeweza kushinda yote. Na walilala pamoja kwa furaha na kwa matumaini. Hadithi yao ilikuwa imefikia mwisho, lakini ilikuwa ni mwanzo wa maisha ya ajabu, upendo wa kweli uliojaa familia yenye furaha. Mwisho.